Injili imekuja kwako na imekuja karibu na wewe, na unaweza ukasikia hii sauti kwa karibu. Na wakati ambapo unasikia sauti hii, uifanye moyo wako kuwa mwepesi wa kuweza kupokea kile Bwana anataka kukuambia siku ya leo. Maana yeye ndiye Mungu duniani mzima, na hata mahali popote wewe uliko, huyo ndiye Mungu, na huyo ndiye ambao tunatamanini. Na hata katika maisha haya ambao tunaishi hapa duniani, maana hatutaishi hapa milele, tunamhitaji mtu, na huyo mtu ndio Kristo Yesu. Maana Biblia inasema yeye ndio njia na ni kweli na hata ni uzima wa milele. Na ndio unaona kabisa watu wanapata shida na wanakimbia kwa waganga wakifikiria huyo ndiye mtu anaweza kuwasaidia, lakini mtu anazunguka anaenda na msaada wake unakosa kupatikana mahali pale. Lakini anayekimbilia kwa Kristo, anayekimbilia kwa Yesu, huyo ndiye mtu anapata uponyaji, na huyo ndiye mtu anapata msaada. Maana msaada wetu unakuwaga kwake Kristo. Bwana Yesu atukuzwe. Hata mtu akagojeka akaenda hospitalini, daktari anakuambia mimi ninatibu, lakini naye Mungu anaponya. Kwa hivyo shida zetu, suluhisho ya shida zetu ni kwake Mungu huyu ambao tunamhubiri jioni ya leo. Kwa hivyo kila mtu aliye na pumzi anamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kiumbe ama kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anamhitaji Mungu. Awe nani, awe mkubwa, awe mdogo, tunamhitaji Mungu. Na ndio unaona kwamba unakuta watu wakubwa hata serikalini, lakini mambo mengine inawalemea, wanakimbia kwa Mungu. Maana Mungu ndio kila kitu, na yeye ndio suluhisho ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa hapa nihubiri, nataka kukaribisha mnenaji jioni ya leo. Na wale ambao umetunukiwa kusikia sauti hii, tafadhali ndugu yangu, tafadhali dada yangu, jua Mungu anakupenda. Mwaka huu ambao ni wa 2026, peana maisha yako kwa Kristo na utabaki jinsi ulivyo. Na maeneo haya yatakuwa maeneo ya ajabu. Maeneo haya yatafanikiwa. Hakutakuwa na utasa. Watu watakapopokea Kristo, hakutakuwa na utasa kwenye maeneo haya, katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu fungua njia, na hata nafungua milango ya watu ambao wanayemwamini katika jina la Yesu. Kwa hivyo nina heshima nikiweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambao mnamuelewa, mnamjua katika maeneo haya, na ninataka kumkaribisha jioni ya leo katika jina la Yesu, ili tuweze kusikia leo nzima. Karibu Yesu, karibu sana. Wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno humu lolote usiloliweza? Bwana tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno humu lolote usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote
lolote usiloliweza. Baba, tunakushukuru. Tunakuinua jina lako Bwana. Tunasema hakuna jambo la kukushinda. Maana wewe ni Muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote Bwana. Ukatuumba kwa mfano wako Bwana, ukafurahia na sisi tukaweze kukua. Na ndio maana kila wakati ambapo tunapokukimbilia Bwana, mambo yote huwa unayaweza katika maisha yetu. Jioni ya leo tumekuja kutangaza neema yako Bwana na ukuu wako mahali hapa Bwana. Tukawatangazie wengi ya kwamba hakuna jambo ambalo ni ligumu ambalo hawezi kutenda. Yote yanawezekana Bwana. Naomba kwamba Bwana, naposimama katika jukwaa hii, isikiwe ni kwa mapenzi ya Wesley mimi mwenyewe, bali iwe ni kwa mapenzi yako. Neno hili Bwana likawaponye wengi, neno hili likawasaidie wengine, neno hili Bwana likabadilishe mioyo za wengine, na hata likaweze kuwafanya wawe viumbe vipya katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu na unastahili sifa na heshima. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Shangilia tu Bwana. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Shangilia tu Bwana kwa makofi mazuri. Jioni ya leo tumekuja tena na tena kuwahubiria. Kuna wale watu ambao hatukuenda ibada mchana kwa sababu ya shughuli moja mbili, na kwa sababu ya hiyo tunawapenda, na ndio maana tumewaletea habari njema jioni ya leo. Kama hamukuenda ibada asubuhi, sasa ibada ndio hii. Kama unasikia sauti hii, sema haleluya. Haleluya. Sema tu haleluya. Haleluya. Hii sauti najua inakufikia vizuri. Na tunaponena hapa, ninajua ya kwamba uwepo wa Bwana utaweza kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Haleluya. Ule mtu ambaye anazungumza hapa ni mwinjilisti Wisi ambaye nimeokoka. Kristo ni Bwana, na niko na historia kidogo. Nilipoingia katika maeneo haya ya Greenview, India, kwanza mimi nilikuwa mtu ambaye sina mwelekeo, sikuwa na ukuta ambao nilikuwa nimeegemea, sikuwa nimeokoka. Wacha niseme hivyo, sikuwa nimeokoka ile yenye saa hii nimeokoka. Maana hiyo wakati nilikuwa naenda kanisa, nilikuwa nashuhudia wakicheza, unaona vile tumecheza hivi, vile tumefurahia hivi, hivyo ndivyo nilikuwa, lakini moyo wangu sikuwa nimeupeana vizuri kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana nimekuja jioni ya leo kuambia, hata tukicheza, hata tukiruka, hata tukifurahia, kando na kupeana maisha yako kwa Bwana ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Tangu nikutane na Yesu katika maisha yangu, wakati ambapo Mungu alinitoa mahali nilipokuwa, huo ndio ushuhuda niko nao. Mimi nilikuwa mtu ambaye singejua historia yangu ingefika hapa. Bwana asifiwe. Mungu anaokota mtu kutoka chini na anamuinua, anamsafisha na anamuweka juu. Bwana asifiwe. Na mimi naomba kwamba jioni ya leo Bwana akakutoe mahali ambapo huko, akakuweke kiwango kingine. Mahali ambapo huko pale chini unaonekana kwamba umedharaulika, unaonekana kwamba wewe si mtu, unaonekana kwamba umekataliwa. Jioni ya leo nimeleta ujumbe ya kwamba Bwana akikuinua hautashushwa tena. Bwana asifiwe. Lakini hayo yote yatafanyika kama umeokoka. Bwana asifiwe. Kama umeokoka. Na neno ambalo tuko nalo jioni ya leo, tunaenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 3 from verse 16. Inaongea kuhusu hekalu. Na hiyo ndio ujumbe ambao Roho wa Bwana amenipa. Nilikuwa na ujumbe mwingine, lakini nikaambiwa nikaweze kuhubiri kuhusu huo ujumbe ambao utatujenga na utatusaidia. Biblia inatumia mfano ya mimi na wewe ambaye tumekutana hapa jioni ya leo, ya kwamba sisi, inatuita sisi ni hekalu la Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba wewe na mimi ni hekalu, na kama kuna ile hekalu ambalo Mungu analitumia sana, ama lile hekalu lenye linakuwa active kila wakati, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumekuwa na makanisa mbalimbali ambazo tumeenda ibada, lakini jioni ya leo hatuyuko katika yale makanisa.
tumeyawacha yakiwa majengo na yamefungwa. Na wale ambao wanasikia huu ujumbe, nimekuja kukuambia kwamba mahali hapa ambapo uko, ujue ya kwamba wewe ni hekalu la Mungu na Mungu anataka kukutumikia. Yes. Ama Mungu anataka kukutumia. Amen. Kama chombo ambacho kinastahili mbele zake. Oh, yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya hiyo, wewe ukiwa hekalu, yes, Bwana akikutumia hawezi kukutumia ukiwa na nia ingine mbaya. Oh, yes. Bwana asifiwe. Hekalu linatumika kulingana na vile lilivyo. Yes. Hekalu likiwa chafu, Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yake. Yes. Hekalu likiwa chafu, Bwana hawezi kunena nalo. Yes. Hekalu likiwa chafu, hawezi kuona mambo yakibadilika. Yes. Hekalu likiwa chafu, hata ufanye vipi, yale mambo ambayo unaona yakiwa magumu hayawezi. Oh, yes. Bwana asifiwe. Lakini hekalu lako likiwa takatifu, yes, wewe mwenyewe ukiwa umejilinda, ukiwa umelinda madhabahu yako, Bwana anaposhuka, wakati unapomlilia, wakati unapomuomba, Bwana anashuka na ananena nawe. Maana mahali ambapo anaangalia moyo wako ukiwa msafi, Bwana huwa anatumia moyo wako. Yes. Bwana asifiwe. Na mimi niko na swali hapa jioni ya leo. Wangapi ambao wameona kanisa moja limejengwa na madhabahu mbili? Mkono juu. Bwana asifiwe. Kanisa liko na madhabahu mbili. Ati kuna mahali pale na kuna hii nyingine. Nani ambaye ameona? So ninamaanisha aje? Kanisa ni mwili wako. Bwana asifiwe. Kanisa ni mwili wako. Na huo mwili ndio mwenye umeweka hekalu. Bwana asifiwe. Huo mwili ambao tuko nao ndio ambao umeweka hekalu. Na kwa sababu mwili imeweka hekalu, kile kitu ambacho ni kitakatifu, lazima pia mwili nao ukaweze kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hauwezi kusema ya kwamba roho yangu iko safi, lakini ndani yake ama nje yake ni chafu. Jina la Bwana litukuzwe. Ni nani ambaye anaweza kuacha kikombe nje ni kichafu alafu ndani ni kisafi? Bwana asifiwe. Tusomewe tu hilo neno. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 18. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndio nyinyi. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu, ila apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia hiyo ya kwamba Mungu anakaa ndani ya roho zetu ama ndani ya mioyo yetu, na inasema ya kwamba sisi ni hekalu. Na mtu ukiwa hekalu ama ukiwa kanisa, kuna vitu ambavyo unafaa ufanye vile ambavyo vitaweza kuvutia uwepo wa Mungu. Maana nimesema ni mara mingi huwa tunanena mambo ama huwa tunafanya mambo, masa zingine tukidhania tuko sawa, tunasaidia, na kumbe ndio tunaharibu. Niko na ujumbe ya kwamba nimeona wengi wakijidhania ya kwamba wamesimama, wakijidhania ya kwamba wako salama, wakisema ya kwamba wao wanaona ya kwamba hawajaanguka, lakini mienendo yao na mambo ambayo wanayafanya yanaonyesha ya kwamba wameshazama. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa umezama, mimi ninaweza kuambia ukiwa umezama katika mwili,
huwezi kuniambia ya kwamba roho yako mahali ambapo Mungu ananena nayo inaweza kuwa iko salama. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu hawezi kunena na mtu ambaye si msafi. Na ndio maana huu ujumbe ni wako jioni ya leo, ya kwamba kila mtu akaweze kujua mahali ambapo wako, ya kwamba yeye ni madhabahu ya Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kwa sababu wewe ni madhabahu ya Mungu, Yes. lazima ujitunze. Yes. Lazima uwe msafi. Lazima uchunguze mienendo yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anatumia hayo madhabahu, Yes. kufanya kazi yake. Yes. Mungu hawezi kukutumia kama wewe mwenyewe haujakuwa sawa. Oh, yes. Bwana asifiwe. Amen. Nimeona wengi wakijichanganya, nimeona wengi wakijipoteza, wakidhania ya kwamba wako katika njia inayostahili. Yes. Lakini ninawaambia ya kwamba tusipojisafisha, tusipojiosha na tukue tayari kwa kujitakasa dhambi zetu, na tutoe miili yetu ikaweze kumtumikia Bwana, ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha mwili wako ukiwa mchafu, Yes. ukichanganya mwili wako na mambo ya dunia, Yes. hata moyo wako utakuwa vivyo hivyo. Oh, yes. Bwana asifiwe. Amen. Akili zako zikiwa mbaya, mwili wako utakuwa mbaya, Yes. roho yako itakuwa mbaya. Ndio. Lakini ukibadilisha mawazo yako, ukibadilisha moyo wako, Yes. ukamrudie Bwana, Yes. Bwana anapokusafisha hautakuwa mchafu tena. Oh, yes. Bwana anakutumia kama madhabahu. Yes. Ndio maana wale watu ambao ni watakatifu na wale watu walio wasafi, Bwana huwa hasiti kuwatumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu huwa anawasaidia. Mungu huwa anaingilia kati ya mambo yao. Yes. Na Mungu huwa anatatua hali zao. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na pia kwa njia nyingine, tunapojitayarisha ama kukuwa tayari, tunapoosha madhabahu yetu yawe safi, Yes. na miili yetu iwe safi, tutaweza kwenda mbinguni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kilicho kinyonge na dhaifu hakitaenda mbinguni. Sasa mwili wako ukae ukijua jioni ya leo mahali ambapo uko, kama unatumia mwili wako vibaya, jihadhari. Jihadhari. Maana Mungu hakukupea mwili kuupeleka kwa anasa. Mungu hakukupea mwili kupeleka kwa usherati. Mungu hakukupea mwili kuupeleka kwa vitina. Yes. Mungu hakukupea mwili ukaweze kuharibu. Mungu hakukupea mwili kwa sababu ya faida zako. Alikupea mwili kwa sababu ya faida yake. Bwana asifiwe. Amen. Wengi wanatumia mwili kwa kufanya mambo mabaya. Na jioni ya leo ninawaambia kwamba jueni ya kwamba nyinyi ni madhabahu ya Mungu. Oh, yes. Jueni ya kwamba Bwana anatumika ndani yenu. Jueni ya kwamba Bwana akikaa ndani yenu, mambo hayatakuwa vile tena. Oh, yes. Kama mtamkubali Bwana akaweze kutembea na nyinyi, katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba ikiwa mnajua ya kwamba ninyi ni madhabahu yaliyo takatifu, basi mkaweze kumtumikia Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Lakini kama mtaiharibu, Bwana asifiwe. Amen. Kama mtaharibu madhabahu yangu ama kanisa langu, na mimi nitawaharibu. Anasema kama mtaliharibu kanisa langu ambalo niliweka ni kweli wewe, kama utaliharibu kwa mambo ya anasa ya dunia, Yes. pia mimi nitaliharibu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Wale watu ambao wameingiza miili yao katika mambo ya dunia, anasa ya usherati, anasa ya ushirikina, anasa ya ulevi, anasa ya madawa na za kulevya na vitu vingine, jua ya kwamba hauharibu mwili wako, unaharibu kanisa la Mungu. Oh, yes. Unaharibu kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Unaharibu kanisa la Mungu. Mungu akitafuta mahali pa kutulia anapata pameharibika. Na ndio maana niliuliza mfano ya kwamba umewahi ona madhabahu yamejengwa madhabahu mbili katika kanisa moja. Unaweza pata ni ngumu. Sasa kama wewe mwili wako ni mchafu, madhabahu yako yatakuwa chafu. Na madhabahu yako yakiwa chafu, hauwezi kuniambia pia madhabahu ya Mungu yatakuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Yeah. Lazima madhabahu moja itoke ndio ili moja ibakie. Na mimi ninaomba ya kwamba madhabahu ya Mungu ikaweze kuwa ndani yako, ili Bwana akutumie. Toa madhabahu ya ushirikina, toa madhabahu ya ulevi, toa madhabahu ya vitina, toa madhabahu ya usengenyo, toa madhabahu mengine, ukayachenge madhabahu ya Bwana ndani. Amen.
la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu. Yes. Mungu anakaa ndani ya moyo wa mtu. Yes. Mungu anakaa ndani ya maisha ya mtu. Yes. Yule ambaye ni msafi. Mungu hawezi kukaa mahali ambapo ni pachafu. Yeah. Iko kama vile wewe unaweza kukaa mahali, hauwezi kuvumilia harufu ikiwa mahali mbaya na wewe umekaa pale. Oh yes. Bwana asifiwe. Amina. Lazima ukaweze kusonga. Wakati Mungu anataka kukutumikia ama anataka kukutumia, wakati anashuka aingie ndani yako, anapopata uchafu ikiwa ndani yako, yeye huwa anaenda. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Sijui ni kama tumewahi elewa kwa nini utukufu wa Mungu umepungua siku hizi. Yes. Ni kwa sababu ya mambo kama haya. Ni kwa sababu ya kujichanganya. Ni kwa sababu ya kutokuwa na mwelekeo. Ni kwa sababu ya kutokujikubali. Bwana asifiwe. Amen. Mwili wako hujapewa utumie vibaya. Mwili wako hujapewa uharibu. Anasema ukiharibu naye atakuharibu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ati ukiharibu madhabahu yangu na mimi nitayaharibu yako. Yes. Na unajua ya kwamba sisi tukiharibu madhabahu ya Kristo, yeye akituharibu ni forever and ever. Bwana asifiwe. Amina. Inamaanisha tutaharibiwa duniani na pia mbinguni tutaharibiwa. Tutaharibiwa duniani na pia mbinguni tutaharibiwa. Na Mungu akitoka ndani yetu, yule ambaye anachukua nafasi ni shetani. Bwana asifiwe. Oh yes. Kubali madhabahu yako yatumiwe na Bwana. Kubali neno la Bwana likae ndani yako. Amen. Kubali mwili wako uwe msafi. Yes. Wengi wanatumia mili zao kwa usherati, wakisema ya kwamba ninajua hakuna njia nyingine ninaweza kutumia, ndio maana nimeamua nifanye hivi, ndio ili nikaweze kulea watoto. Ujue ya kwamba hayo ni madhabahu ya Bwana ambayo unaharibu. Bwana asifiwe. Amen. Ni madhabahu ya Bwana ambayo unaharibu. Na iko siku hayo madhabahu ambayo unaharibu, ukifanyia mambo yako, utakapokuwa unatamani kuona Bwana, utakuwa umeondolewa na utakuwa umesahaulika, maana wewe haukukubali Bwana ama haukukubali kujisafisha na kukuwa tayari. Bwana asifiwe. Hii ni ujumbe mwema sana kwenu. Biblia inasema hamujui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ya kwamba Roho wa Mungu huwa anakaa ndani yako. Kama unajua hili, ni vizuri kujipanga na kujua jinsi ambavyo unafaa kufanya. Biblia inasema kwa sababu ya hiyo Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa, ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Na Roho wa Mungu akikaa ndani yako, anafanya mambo makubwa, anafanya mambo mazuri, na huyo Roho ndiye atakusaidia hata kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Kama mnajua hivyo, pigia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Pigia kwa Bwana makofi mazuri. Sasa wale ambao walikuwa wanatumia madhabahu yao vibaya, wakisema kwamba ni kama Mungu ametuacha ama ni kama hajira hakuna, ni kama nina, wanaharibu madhabahu bila kumtegemea Bwana. Tafuteni njia ya kutubu dhambi zenu, mkaweze kumrudia Bwana, mkaweze kukombolewa, maana Bwana anatafuta mahali pa kukaa. Bwana akawaambia wanafunzi wake wakati walipoenda kumwambia ya kwamba tazama mwalimu, tumeweza kukujengea hekalu lako, limerembeka, liko sawasawa. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 24, Biblia inasema kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walimwambia hivyo, Yesu aliwajibu akawaambia, amini nawaambieni ya kwamba hakuna hata jiwe ambalo litasalia juu ya jiwe lingine ambalo halitabomolewa. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha majengo ambayo tunayajenga, mengine tunayarembesha, makanisa ambayo tumeyatengeneza vizuri, tunang'ang'ania kila wakati. Bwana asifiwe. Sijui kama mtu ananisikia. Ati wakati baragumu itakapolia ama wakati bwana harusi atakapokuja, Biblia inasema hivyo vitu vyote vitaondolewa. Yes. Hivyo vitu vyote ambavyo vimejengewa hiyo kanisa vitaondolewa. Yes. Havitaonekana kuwa ni vya dhamana. Havitaonekana kuwa ni vizuri. Yes. Hata kama mawe yalichongwa vizuri. Yes. Hata kama plasta ilipigwa vizuri. Yes. Hata kama tuliweka mataa zinarembesha. Yes. Hata kama tuliweka carpet mzuri. Yes. Biblia inasema ya kwamba itabomolewa. Ndio.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba hakuna jiwe ambalo litasalia juu ya jiwe lingine. Yote yataondolewa. Ndio kile ambacho kitasalia ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo kanisa Mungu anahitaji. Hilo ndilo kanisa Mungu anatamani. Hilo ndilo kanisa Mungu anataka kutumia. Hilo ndilo kanisa Mungu anatafuta saa hii. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Wewe ni kanisa. Oh yes. Ambia jirani yako wewe ni kanisa. Wewe ni kanisa. Kama unanisikia tu vizuri. Mimi ninaweza kuwa nimekuletea ujumbe huu, ukaweza kuupuuza, ukaone si kitu. Lakini ninakuambia iko siku ambayo utakuja kuuliza maswali ya kwamba nilikufanya kwa mfano wangu, nikakuumba kwa mfano wangu, ili ukanipendeze kwa matendo yako, ili ukanipendeze kwa njia zako, ili ukanipendeze katika mambo yako yote. Lakini wewe haukunikubali, ukayafanya mambo yako, ukajipoteza na njia zako. Sasa sikujui. Bwana asifiwe. Amen. Toa mwili wako ukamtumikie Bwana. Anasema kama tutaharibu madhabahu yake, na yeye atatuharibu. Najua ya kwamba Bwana naye haribu, hatutakuwa vile tena. Hatutakuwa watu wazuri, tutakuwa watu wa vilio, tutakuwa na mateso na tutakuwa na machungu. Bwana asifiwe. Amina. Tumia madhabahu yako vizuri. Watu wamepewa miili waitumie vizuri, wanaharibu miili zao. Wengine wanafanya tu mambo wakisema my body, sijui wanasema nini. So hivyo vitu vyote ambavyo huwa tunavitumia tukisema ya kwamba our life, our style, sijui wote, jua ya kwamba iko siku katika kila jambo ambalo unafanya, jua ya kwamba Mungu asipohusika ndani yake, usipojitengeneza mapema, ukaweze kusaidiwa na Mungu, ukaweze kukua safi mbele za Bwana, Bwana asipoingia ndani yako, akaweze kufanya hema yake ndani yako, ya siku hiyo ambayo inakuja, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, na yeye akiwa ndani yetu tuko salama. Na anasema ya kwamba na kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Mungu ni takatifu. Hekalu la Mungu ni takatifu. Kuharibu hekalu la Mungu, maana hilo hekalu ni takatifu. Ukiharibu hekalu la Mungu takatifu, na wewe utaharibiwa. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Ukisoma in the book of Romans 12 verse 1. Yes. Romans chapter 12 from verse 1. Yes. Biblia inasema ya kwamba itoeni, ninawasihi, itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Itoeni miili yenu iwe kama dhabihu iliyo hai. Ikamtumikie Bwana. Bwana asifiwe. Maana huo ndio mwili ambao unafaa kutumika. Mungu atapata wapi ushuhuda? Mungu atapata wapi hema ya kukaa? Mungu atapata wapi nafasi ya kutulia? Kama miili yetu tumeitoa kwa mambo ya dunia. Anasema ya kwamba tuitoe kama dhabihu iliyo hai, kwa kumtumikia. Lakini wengi wametoa miili zao sio kwa kumtumikia Bwana, bali wametoa miili zao kwa kufanya mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Naomba nisomewe ndio iingie vizuri. Romans chapter 12 verse 1. Warumi 12 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, basi ndugu zangu, na wahisihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Amen. Anatusihi. Bwana asifiwe. Amina. Tukitoa miili hii, unajua mimi nikizungumza kuhusu ujumbe huu ya kwamba sisi ni kanisa, kama tunaweza kujitunza tu vizuri na tukue watu ambao
tumeamua kumtumikia Bwana. Oh yes. Hizi dhambi ambazo tunaziona ama haya mambo ambayo tunayaona yakibadilika katika nchi, Yes. tunaona vilio, maajali na mambo mengi yanafanyika. Kama tungekuwa tu tumejitolea vizuri kwa kumtumikia Bwana, haya mambo hatuwezi kuyaona. Lakini kama kila mtu amepotea katika uzushi wake, kila mtu amepotea kwenye njia zake, kila mtu amepotea katika mambo yake, ndio maana dunia itabaki ikiwa na vilio. Yesu asifiwe. Biblia inasema toeni miili zenu kama madhabahu ama hekalu ama dhabihu iliyo hai kwa kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Wewe ni hekalu lililo hai. Utoe kwa kumtumikia Bwana. Usiutoe kwa sababu ya masengenyo. Usiutoe kwa sababu ya mambo mabaya. Bali utoe kwa kumtumikia Bwana. Watu wana misuse their bodies. Sijui ni kwa nini. Bwana asifiwe. Tumetoa madhabahu ikamtukuze Bwana kwa sifa, ikamtukuze Bwana kwa kuhubiri neno lake, tukaweze kutangaza habari yake. Lakini wengi wanaharibu madhabahu ya Bwana, wanafanya mambo mabaya. Neno linasema kwamba nyinyi ni madhabahu yaliyo hai. Nyinyi ni madhabahu yaliyo hai. Nyinyi ni madhabahu yaliyo hai. Kama unasikia sauti hii, ujue ya kwamba wewe ni madhabahu. Mungu anatumia yale madhabahu. Mungu anatumia hilo hekalu. Mungu anatumia hekalu ambalo liko hai. Bwana asifiwe. Najua mtu akiwa amekufa anakuanga, mtu akiwa na dhambi anakuanga ni kama amekufa. Bwana asifiwe. Ukiwa na dhambi hauwezi kuniambia kwamba wewe uko hai mbele za Mungu. Kwa sababu dhambi, mahali ambapo uko katika dhambi, dhambi pale mahali ni pabaya. Hauwezi kusema kwamba wewe uko hai. Maana wale watu ambao wamesafisha miili yao na wamejitakasa na wanaendelea kumngoja mwanakondoo wa Mungu ambaye anakuja, hawawezi kuona hawawezi kusema kwamba wamekufa. Maana hata miili hii ikikufa, Biblia inasema kwamba roho zetu hazitakufa, bado ziko hai. Maana mwili umeweka roho zikiwa sawa, na wakati zikiwa sawa tutaweza kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Weka madhabahu yako yawe safi, mwili wako kautumie vizuri. Wale watu ambao wanatumia vileo, wengine wanatumia vitu vingine mbaya, ukaweze kubadilisha maisha yako, ukamrudie Bwana, ili Bwana naye akaweze kukusaidia. Amen. Hatufanyi tu mambo kwa sababu ya faida zetu, bali tukaweze kumfaidisha Bwana, tukaweze kuleta utukufu wa Bwana katika maisha yetu. Neno linasema ya kwamba kama sisi ni nuru ya ulimwengu, ama sisi tunaitana katika ufalme wa Mungu, lazima pia, kwa sababu tunatambua ya kwamba Kristo yeye ni nuru, sisi tunajiitanisha na yeye, lazima nuru zetu zikaweze kuangaza. Toa mwili wako katika mambo ya kumpendeza Mungu, utaangaza. Ukitoa mambo yako katika kumpendeza Mungu, kuwa giza tena. Bwana Yesu asifiwe. Naomba matendo yako yakaangaze, njia zako zikaangaze, unapotembea ukaangaze, maneno unaoongea yakaweze kuangaza katika jina la Yesu. Kataa kutumiwa na shetani, kataa kuwa chombo cha shetani, kataa kutawaliwa na shetani. Angaza, maana Bwana ni nuru. Amina, katika jina la Yesu. Amen. Inafaa unapotembea kama vile Yesu alikuwa na wanafunzi wake, wakati alipokuwa amekamatwa akienda kusulubiwa, kama Biblia inatuelezea. Najua huyu mtu anaitwa Peter. Ambaye Yesu alikuwa amemwambia vizuri, ninajua utanikana. Bwana asifiwe. Alimwambia ninajua ya kwamba utanikana. Peter akamwambia mimi ninajua siwezi kukukana, maana wewe nimekuwa na wewe ni rafiki yangu. Lakini Peter hakujua. Na hiyo sio ujumbe ambao ninaongelea. Lakini kuna mahali ambapo ninaelekea. Biblia inasema wakati Yesu alipokuwa amekamatwa, ameisha kamatwa na wale wahalifu, wameanza kumpiga na kumjeruhi, wakageukia Petro, wakamwambia ya kwamba mimi ninaona ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati Peter alikuwa anapingana, maneno ambayo
kinywa chake, wakamwambia kwamba hata hayo maneno unaongea kama mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati alipokuwa anapingana, akasema wacha mimi nijitoe kwa sababu ya uoga. Biblia inasema kwamba hata zile hatua ambazo alikuwa anazipiga alikuwa anatembea kama mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Asiwe maneno ambayo unayanena yakaweze kuonesha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hatua ambazo unazozichukua zikuwe na udhibitisho ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Zile njia ambazo unazipitia ziwe na udhibitisho ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Mwili wako unapoangaza, nuru yako itaonekana. Mwili wako unapoangaza, neno la Bwana litaonekana. Mwili wako unapoangaza, watu watapata ushuhuda kwako katika jina la Yesu. Amen. Tumia mwili wako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema ya kwamba nyinyi ni hekalu lililo takatifu. Nyinyi ni hekalu lililo takatifu. Wale ambao wanaharibu hekalu la Mungu, mnaweza ona ya kwamba sahi hamujaharibiwa. Mnaweza kuona kwamba Mungu haoni yale mambo ambayo mnayafanya. Wengine wanajificha wakidhania hawaonwi. Mungu anaona, ndio anawachunguza na Mungu anawapimia. Iko siku. Bwana asifiwe. Amen. Iko siku. Amina. Toa mwili wako ukamtumikie Bwana. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Yale mavazi ambayo tunayavaa, zile mambo ambazo tunazifanya, zile njia ambazo tunazipitia, tuache njia za mikato, tukaweze kupita katika njia ya msalaba. Maana Biblia inasema kwamba pale msalabani ndiko ambapo kuna uzima wa mtu. Pale msalabani ndiko kuna njia. Pale msalabani ndipo kuna ukombozi. Pale msalabani ndiko kuna uzima wa milele. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ninatamani ya kwamba jioni ya leo ukaweze kujua ya kwamba wewe ni hekalu la Mungu lililo takatifu. Wewe ni hekalu la Mungu lililo hai. Toa hekalu lako Bwana kutumie. Toa hekalu lako kwa kutumikia Bwana. Toa hekalu lako kwa kutukuza Bwana. Katika jina la Yesu. Kama ulikuwa umepotea, rudi katika njia zako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ya kwamba inasema ninyi ni hekalu lililo hai. Kwa nini Bwana asituhesabu kuwa watu ambao wamekufa? Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu asituhesabu kuwa watu ambao hawako? Anasema sisi ni walio hai. Maana haezi enda katika roho ambayo imekufa. Bwana asifiwe. Anaenda mahali ambapo kuna uhai. Na anapoingia penye uhai huko, na pia anaongeza uhai wake. Amen. Amen. Toa mwili wako kumtumikia Bwana. Biblia inasema ya kwamba unapoutoa mwili kumtumikia Bwana, mwili wako usiwe na lawama yoyote. Wale watu ambao wanatumia mwili yao kwa kuchanja na kufanya mambo mabaya, haistahili. Sifiwe. Amen. Tunachanja mwili, tunaharibu mwili, wengi tunaweka vipuli, wengi tunatoa tattoo. Watu wamejipoteza kwa mambo mengi. Yaani ni kama Mungu kazi aliyokuwa anaifanya hakukamilisha vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Ni kama Mungu hakufanya chochote. Sasa sisi wanadamu tunataka kukosoa Mungu. Tunataka kuonyesha Mungu, mimi haukunifanya kuwa mweupe, ninataka kujifanya mwenyewe kuwa mweupe. Bwana asifiwe. Hayo ni madhabahu unayaharibu. Unatoboa mwili ukidhania unajisaidia, unaharibu madhabahu ya Bwana. Unatoboa madhabahu ya Bwana. Na vile unavyoyatoboa, hivyo ndivyo na wewe utatobolewa. Bwana asifiwe. Ukilewesha madhabahu ya Bwana, na wewe pia ukae ukijua kuna mahali unangojwa. Kuna mahali unangojwa. Hii ujumbe najua si mzuri. Najua si mzuri huu ujumbe. Ninajua kwamba ninakosea mtu, lakini heri ujikubali. Jikubali vile ulivyo, ukarudi mbele za Bwana. Ukamrudie maisha yako. Ukamwambie Bwana, mwili wangu nilikuwa nimepoteza, lakini nimeamua niurudishe, nikaweze kusaidiwa na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wamepewa mwili, badala ya kukimbia mbele za Bwana kumtukuza, wanakimbia katika vikao vya masengenyo. Zaburi 1 inasema aje? Zaburi 1:1.
Zaburi 1:1 inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Heri yule mtu ambaye asiyekaa ama kuenda mahali ambapo watu wa mizaha. Watu wa mizaha tunafanya, watu ambao hawana utu, ama watu ambao wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Mara mingi nimeona watu mahali ambapo vitina viko, ndipo zetu tunazikimbiza. Kwani Roho wa Bwana ama Mungu alitupea mwili tuende kwa masengenyo, ama alitupea mwili tuende kupita, au alitupea mwili yetu tukaweza kuipeleka kwa ukahaba? Yes. Tulipewa mwili wa kufanya kazi ya Mungu. Sasa wale watu ambao wanakimbia katika masengenyo, Biblia inasema heri yule mtu ambaye asiyekaa kwenye baraza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo baraza ambayo unakaa ukiona uko sawa, badala ya kuenda mahali ambapo panaweza kupendeza Mungu na kumtukuza Mungu, umeenda mahali ambapo ni mahali pa kuharibu, mahali pa kuangamiza, na mahali ambapo ni kwa kuongelea mtu. Hapo mahali ni pabaya. Heri ujitoe tu mapema, na heri ujitakase. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusomee tunapomaliza John chapter 1. John chapter 1. First John chapter 1 verse 5. First John chapter 1 verse 5. First John, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 5. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Nirudie tena, na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala tuifanyi iliyo kweli. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema Mungu ni nuru. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba Mungu ni nuru. Na kwa sababu sisi tunasema tunashirikiana na yeye, yes, lazima pia sisi nuru yetu ikafanye nini? Ikaweze kuangaza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hatuwezi kusema ya kwamba tuko na ushirika na Bwana na sisi wenyewe hatuangazi. Oh, yes. Biblia nasema hivyo. Na kwamba mtu akisema ya kwamba anatangamana na Bwana ama anafanya ushirika wake na Bwana, yes, na yeye anatembea katika giza, yes, yeye sio wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuangaze katika mambo tunayoyafanya. Yes. Kama sisi tunajiita wana wa Mungu, amen, lazima ukae ukijua kwamba Mungu sio giza, Mungu ni nuru. Yes. Na kwa sababu yeye ni nuru, wewe ukaweze kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Toa ile giza iliyo ndani yako, yes, giza ya dhambi, yes, giza ya maovu, yes, ukaweze kukubali ya kwamba nuru ya Bwana ikaweze kuangaza ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuru ya Bwana ikiangaza ndani yako, yes, mambo yataonekana ya kwamba wewe uko sawa mbele za Bwana. Oh, yes. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nuru ya Bwana ikiangaza ndani yako, hautaonekana kuwa mtenda dhambi tena. Yes. Hautaitwa tena mtumwa. Yes. Hautaonekana kama mtu ambaye umepotea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile giza ambayo tumeweka ndani yako, situkubali itoke tu. Amen. Tukubali tu itoke. Oh, yes. Ile giza ambayo tumeificha, oh, yes, ile dhambi ambayo tumeificha, oh, yes, unasema hii dhambi ni mzuri. Ukihubiria vijana waokoke, wanasema mimi nikiwa kijana sasa nikiokoka saa hii watu watasema aje, watu watanichukua aje. Ninakuambia ni vizuri mapema hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati kama haujaenda sana, heri uokoke mapema,
nuru yako ikaangaze mapema. Amen. Ili ukaweze kusaidika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama ambaye ulikuwa umepotea, yes, ulikuwa umezama katika dhambi, yes, lakini unatamani jioni ya leo, amen, ukaweze kuangaza. Yes. Wakati ndio huu sasa ambapo ukajikubali ukaweze kuangaza kuanzia leo. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao walikuwa wamepotea, yes, iwe ni mzee, iwe ni kijana, iwe ni mama, yes, alikuwa amepotea, ni ile giza ilikuwa ndani yake, kwa sababu ya njia moja na nyingine. Yes. Unajua kuna wakati mwingine ambapo mtu huwa anaingia katika dhambi bila kujua. Bwana asifiwe. Anapoingia katika hizo dhambi huwa hajui. Yes. Lakini wakati anapoendelea mbele, ndio, yes, anaanza kujigundua ako kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho unapaswa kufanya ni kusimamia pale ambapo umefika, ukaweze kubadilisha mienendo yako ili Bwana akaweze kukusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuru yako ikaangaze katika wanadamu, nuru yako ikaangaze katika ulimwengu. Yes. Nuru yako ikaangaze katika mambo yote ambayo unayafanya. Oh, yes. Na Bwana naye atakuwa na ushirika na wewe, na hautakuwa mtu wa kale, ama hautakuwa vile tena. Oh, yes, katika maisha yako. Amen. Jioni ya leo kama ungependa kumpa Bwana maisha yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba ulikuwa katika giza, ulikuwa mahali ambapo pamepotea. Yes. Ulikuwa unatembea na watu ambao hawana hofu ya Mungu ndani yao. Ulikuwa na watu ambao wamejichanganya katika madawa. Wengine walikuingiza katika usherati na ulevi. Wengine wakakuingiza katika anasa. Wengine wakakupeleka katika mambo ambayo haukuwa unajua, ukashtukania ujiingiza. Na jioni ya leo unatamani kutubu dhambi zako na Bwana akakusaidie. Huu ndio wakati wako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huu ndio wakati wako wa kutubu dhambi zako. Huu ndio wakati wa kuokoka. Huu ndio wakati wa kuruhusu ile nuru ya Bwana. Yes. Ambayo anasema ya kwamba yeye ni nuru. Dio. Na kwa sababu yeye ni nuru, dio, na wewe ukijiitanisha na yeye, yes, lazima uwe nuru kuangaza. Kuanzia leo kaweze kuangaza. Yes. Kuanzia leo kaweze kuangaza. Amen. Katika matendo yako ukaangaze. Amen. Kwenye njia zako ukaangaze. Dio. Katika kazi yako ukaangaze. Kwenye nyumba yako ukaangaze. Amen. Kwenye biashara yako ukaangaze. Amen. Na kama unatamani kuangaza na huko unaangaza, ningependa kwamba ukaribie hapa. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na kama uko mbali, unaweza tu kuinua mikono yako juu unapotaka kuongozwa katika maombi ya kutubu na kuokoka jioni ya leo. Unasikia sauti hii, mwili wako unaona umeutoa kwa mambo mabaya, unaweza kuwa umeharibu mwili wako. Jua ya kwamba hilo ni hekalu Bwana anatamani na kulitumia, na wewe umeliharibu. Anasema ya kwamba ataharibu. Lakini kama utaweza kumkubali Bwana jioni ya leo, Biblia inasema yeye ni Mungu mwenye huruma, yeye ni Mungu wa rehema. Anaweza kukusamehe, anaweza kukutakasa. Yes. Anaweza kukufanya upya, na wewe utaweza kubadilishwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Yes. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tupewe tu worship mzuri ya kukaribisha uwepo wa Bwana. Worship tu mzuri ya kukaribisha uwepo wa Bwana mahali hapa. Wakati watu wanatamani kupeana maisha yao kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naposikia sauti hii, Biblia huwa inasema ya kwamba usifanye moyo wako mgumu. Sikia neno la Bwana na ukaweze kukubali hilo neno, likaweze kukusaidia, ukaweze kutubu dhambi zako, ukaweze kuokoka jioni ya leo, ukaweze kumrudia Bwana, na Bwana naye atakubadilisha. Tunapoongozwa katika sifa, katika maabudu yetu, pia ningependa kukaribisha mtu jioni ya leo hapa anatamani akaweze kuombewa, pengine ni magonjwa, uko na hitaji lolote, pia unaweza kusogea tu hapa, ama ukaweza kuamini na Bwana naye ni mwaminifu, ataweza kutenda. Pengine ni biashara unatamani ukaombewe, Bwana ni mwaminifu. Pengine ni kazi unatamani kaweze kupatikana, Bwana ni mwaminifu. Yote amini tu. Nimekubali Bwana,
nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Nimekubali Yesu, nimekubali Bwana, inua mikono yangu, nimekubali Bwana, ukisema nimekubali, nimekubali tawala maisha yangu, tawala maisha. Nimekubali Yesu, nimekubali, nimekubali leo, nimekubali tena dhambi Baba, nimekubali tawala maisha. Nimekubali, nimekubali Yesu, nimekubali Baba, nimekubali tawala maisha yangu, tawala maisha Yes,
shujaa wa vita uinuliwe.